Una mchumba, umempenda, una ni mtihani, lakini hataki umuoe au huna maisha. Una kazi umeapply muda mrefu sana, inasuasua. Lakini pia kama si hili, una masomo unataka ufaulu, lakini kama si hili, una biashara zako zina yumba. Sawa, unauza mafuta, unauza vyakula, unauza nafaka, unauza sementi. Watu uko nao lakini wanapiga hatua. We kila siku TRA wamekuvamia, wezi wamekuvamia, sijui kitu gani. Kila siku umekuwa bingu wa adhar nyudhuru. Haui kama wenzio mpaka unaona kichwa kinapata moto mpaka unakata tamaa. Na wewe ushakatazwa usikate tamaa. Wala tayasu min rauhillah, inma la yayasu min rauhillah illa alqawma alkafirin. Wanaokata tamaa ni makafiri peke yao. Sasa kupitia jambo hilo, wewe mpeleke mtoto kule viatu vile. Kupitia jambo hilo, kitu cha umuhimu zaidi sasa cha kujikwamua, jambo muhimu. Mbele yako yuko Sheikh Uthman Baiko, na hii ni desturi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile shida japo ya chumvi, hata kujenga magorofa alikuwa akituelekeza katika amali. Hizi amali zinajibu Waislamu, ni wewe kujiweka sawa tu. Amali zina miko yake. Punguza kula haramu, punguza kwa maasi ya Allah, utaghadhibikiwa na Allah. Wacha yote hayo, vile vitu ambavyo vimekatazwa punguza. Huwezi ishi bila ya dhambi, lakini punguza ili dua zipate kwenda kwa haraka sana. Ule usiku sasa unaamka, na nitakwambia usiku wote ni bora, lakini ile kuelekea alfajiri, thuluthi ya mwisho, na usiku una thuluthi tatu, ile ya mwisho tunaweza tukasema 10 kasoro, ule wakati muhimu. Na ile thuluthi ya mwisho, huyo Allah tunaimuomba ndo anatelemka mpaka wingu wa dunia, na yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'u nahar, akinyosha mikono akisubiri kwa hamu toba, maombi, vilio, watu wamuombe ili apate kuwapa. Sasa wewe ukiamka usiku ule, ukishachukua udhu, elekea qibla. Ukishaelekea qibla, kwanza kabisa jisafishe kutokamana na makosa. Anza kufanya adhkari hii, na kutajia nyepesi, utazipenda kweli kweli. Anza kufanya adhkari hii. Kwanza kabisa, hembu anza na kile kitabu cha Wasilatu Shafi, kitabu cha Imamu Ismail An-Nabhani, kitabu maarufu Allahu ya Allahu ya Allahu. Kile kitabu hakina shida, na kama utasema kina shida kwa yale maneno ya mwanzo, kama yanakutia shubha kwamba bwana tumekatazwa wasiwasi, wa man takashubahati faqad istabra alidinihi wa irdhihi, kwa dini kuacha shubha, wa man waqa'a min ashubahati waqa fil haram. Sasa kitabu chote kile kisiharibike kwa maneno ya mwanzo, sawa? Ukiyatoa je yale kama una wasiwasi nayo, lakini mimi nitakwambia hayana wasiwasi, na wanawachuoni wameyadadavua. Kwa hiyo kile kitabu anza kwa kusema hivi, sawa? Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij bi sirri al-Fatiha. Unaweza ukaanza hivyo, au unaweza usema niyat maqbul wa du'a mustajaba bi sirri al-Fatiha, au unaweza ukasema tu, sawa, nia zetu ziwe makubuli na nyoyo zetu na dua yetu ipate kujibiwa, al-Fatiha. Ukifungua na suratul Fatiha, ukisoma Qur'ani pia ni sunna kwanza na suratul Fatiha. Na hii suratul Fatiha kutawassal nayo kuna khairi nyingi, kwa sababu suratul Fatiha ni nzito, na ndo sura au aya zilizoshuka na malaika wengi. Nazarat maha 80,000 malaka.
Malaika 80,000 ndio walishusha suratul Fatiha. Ina aya 7 na mbingu ziko 7, bahari za ulimwengu ziko 7, maajabu ya ulimwengu 7, tawafu kule Maka mara 7 na vitu vingi 7. Ina siri ya uumbaji, na hii inaitwa mathani, ni kitu kinarudiwa na suratul Fatiha ndo mama Qur'an, na ina tafsiri Qur'ani nzima. Kwa hiyo suratul Fatiha ina uzito mkubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawahi kusema suratul Fatiha ni shifa ya maradhi yote, ni shifa, unapoa. Kwa hiyo nasi tunasema ni shifa ya matatizo yote. Kwa hiyo sema tu al-Fatiha, isome mpaka mwisho. Ukishasoma, sikiliza maelezo haya vizuri na sikiliza kaseti yako vizuri, ili baadaye ukimpigia shekhe utauliza vitu sahali tu, lakini usiulize haya ninayoyasema kwa sababu nishakueleza, na ninajitahidi yasiwe marefu. Ukishafanya hiyo, kitu cha pili, soma Wasilatu Shafi. Ile Wasilatu Shafi, yale ni majina ya Mwenyezi Mungu, lakini shekhe ameyaweka kwa lugha ya kishairi shairi. Sawa? Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Qawi, ya Muqit, na yote yapo mle. Basi muombeni kwayo. Kwa hiyo unaanza kuomba na dua ile. Ukishamaliza kuomba dua ile, kinachofuatia, emchukua suratul Yasin. Suratul Yasin, inna likulli shay'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Suratul Yasin ina siri, ndo moyo wa Qur'an. Ile suratul Yasin isome kwa mtindo huu. Sawa Ina vituo vya mubin viko 7. Kila mubin moja weka nukta pale, weka koma, soma alam nashrah 10. Alam nashrah ina siri ya uwepesi. Alam nashrah laka sadrak, isome mara 10 kila mubin moja. Yani jibu lake utapata mubini ngapi? Mubini 70 ndani ya suratu Yasin. Utaratibu huu utanishukuru ndugu yangu Muislamu. Na ninavyokueleza hizi dua zote, lisali 1.5 shamaliza, ulimi ukiwa mwepesi lisaa ushamaliza. Umeona hapo tulipoanza, umechia Fatha, umesoma Wasilatu Shafi baada ya kuwa na udhu, lakini alafu kisha ukasoma suratu Yasin katika mfumo huo. Take 2 au take 3 inaofuatia sasa. Baada ya hapo unaanza kushika adhkar. Adhkari ya kwanza unaanza nayo unasema hivi: astaghfirullahil azim wa atubu ilaika. Hii ifanye mara 100. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaika, astaghfirullahal azim wa atubu ilaika, astaghfirullahal azim wa atubu ilaika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marra au akthar min 70 marra. Mtume anasema alikuwa akileta istighfari hizi na toba hizi mara 100 kwa siku. Kwa hiyo umestadili hapa kwa ushahidi, utaisoma hii mara 100. Ukishamaliza kuisoma hii mara 100, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Kisha baada ya hapo weka nukta, sema hivi mara 10: ajibu ya Allah, ajibu ya Allah, ajibu ya Allah, ajibu ya Allah. Na kama mtakuwa dua hii mnafanya na mkeo au na watoto au kuna jamaa umewakusanya, itakuwa ni uzuri zaidi, kwa sababu yadullahi ma'al jamaa, msaada wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na wengi. Lakini pia kuna viitikio vya dua kama ile Yasini. Wakati unaisoma, kama uko na watu hamwezi isoma wote, asome mmoja, wengine waitikie kwa kusema hivi: ya Hannanu ya Mannanu ya Fatta, ya Hannanu ya Mannanu ya Fatta, ya Hannanu ya Mannanu ya Fatta, wa fi imamin mubin, bismillahir rahmanir rahim, kwa pamoja. Sasa alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi. Nikishamalizika alam nashrah ya 10, ya Hannanu ya, wewe unaendelea wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa al mursalun. Safi hii ya Hannani ya Mannani hii, yule mtu alowekwa kule motoni waliyadhu billah, Muislamu kaasi, lakini walokuwa si Waislamu wanatuambia sasa hiyo kuitwa kwako Juma kulisaidia nini? Mbona wote tuko motoni? Sasa yule bwana akishasimangwa hivyo anaanza ya Hannanu ya Mannanu ya Fattah,
ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan, basi sauti direct mpaka kwa Allah, na Allah anakuja kumkhafifishia adhabu mpaka baadaye kumtoa. Lakini hawa ambao si Waislamu hawakutamka shahada, nao wakimuiga ya zinatoka sauti za mbwa na nguruwe. Sasa Allah naye anawajibu, ile sauti ya Allah anawajibu inakera akili kuliko ule moto wenyewe. Kwa hiyo hii Hannan imemtoa mtu kwenye shimo la moto, itaachaje kutoa wewe kwenye deni ambalo utakaofungwe, ndugu yangu? Na Allah mwenyewe anapenda kuombwa hatari.